Jaribu kuvaa viatu vya dada wa kazi ambaye alipewa mimba na mtoto wa Top Manyota kigogo serikalini. Halafu akatafuta mtu wa kumbambika mimba, akajikuta amembambika mimba usalama wa taifa bila kujua. Wewe, hapo ndipo kimbembe kilianzia katika story hii. Sasa subiri. Kabla ya kuendelea, hakikisha umesubscribe, like, lakini pia tuachie maoni yako hapo chini ili tuweze kujua wangapi wamefurahia story na wangapi wako tayari kuendelea na story hii. Sasa kuna dada mmoja anaitwa Amina bwana. Yeye anatokea kijijini, alikuja mjini hapa na shangazi kaja yake kuja kutafuta kazi. Na akapata kazi za ndani. Wengine mnawaita mabeki tatu, wengine ma house girl, wengine ndo hivyo ni wafanyakazi wa ndani. Vyovyote vile mnavyowaita huko. Sasa katika mtaa ambao alipata kazi kuna jamaa mmoja anaitwa Eliki. Sasa huyu Eliki unaambiwa yeye kila demo ambaye anakuja ikiwa ni mpya lazima salaundie na apige. Wakubwa wameshanielewa. Sasa subiri. Wakati Amina anakuja hapa, Eliki ambaye ni mtoto wa kigogo mkubwa serikalini, baba yake Top Manyota na wanaogopeka, yani jamani wakishua kinoma, kudrive kwake hivyo vitu anabadili tu ndinga muda wowote anaotaka. Sasa baada ya kumuona Amina akampenda. Unajua Amina alikuwa na uso mzuri sana. Halafu ni binti mmoja ambaye nyuma amejaza, Waswahili wanasema umbo namba 8. Halafu kimtazama mbele saa 6. Ameshanielewa. Yani kwa ufupi amekamilika kila idara. Sasa Eliki siku moja akiwa anapita pita pale mtaani, lakini katika nia ya kumsalaundia Amina kwa sababu alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba jirani na pale anapoishi huyu kigogo Top Manyota ambaye mtoto wake sasa ndo huyu Eliki. Sasa wakakutana, jamaa bana kaanza kurusha swaga. Kitu pekee ambacho alimwambia kwamba amempenda na anataka mbadilishie maisha. Yani anajaribu kumuweka kama vile anataka kumuoa ili amsaidie kubadilisha maisha. Lakini kumbuka kwamba Eliki tabia yake ni moja tu. Yani yeye ni mzee wa kuchapa na kuondoka. Sasa ili aweze kupata hii kitu anafanyaje? Ni lazima tumie vilainishi, maneno matamu. Kwa hiyo akampiga Kiswahili kweli Amina. Amina naye kaja kwenye mfumo. Kumbuka kaja kutafuta maisha. Sasa ndo fursa imekuja, ataachaje kuidondokea. Sasa hakujua kama anadondokea moto. Bana, mahusiano yakaanza, alianza moto kweli, wanatumiana message, baby nimekumisi pia. Si unajua zile penzi likiwa bado jipya, unaweza mpaka ukamuuliza, "Hivi baby, mama yako ndo alikuzaa?" Ndo zile sasa. Unaambiwa Amina mtoto wa kijijini sasa amekutana na jamaa wa mjini. SMS kwake sio shida kabisa. Yani zile love SMS yeye ana create kichwani. Mwamba bana kamuingiza kingi Amina. Amina akaanza mahusiano na yule kijana, lakini kumbuka ilikuwa ni kwa kujificha. Pala anafanya kazi, halafu mida fulani hivi mabosi wake wakitoka anachoropoka mpaka ghetto kwa Eliki. Eliki bana akawa anakula taratibu, wanasema Waswahili kula embe kwa chumvi. Kweli bana akaenjoy. Mwisho siku bana, kwa sababu Amina alijiachia, kumbuka pia Eliki alikuwa hana habari za protection, sijui kinga na nini. Hapana, mtoto wa Top Manyota utamfanya nini hata kama likikukuta jambo. Kwa hiyo jamaa bana, baada ya kuingia kwenye mahusiano na Amina alipata ujauzito. Sasa hapa ndipo kimbembe kilipokuja. Subiri. Baada ya mimba hii, sasa mambo yalianza kubadilika. Si unajua, akaanza kuwa mvivu, anataka kulala sana, kutapika, mara ugonjwa ni mwingi. Ikabidi sasa mabosi wake wafuatilie nini ambacho kinasababisha Amina kila siku kuumwa. Sasa siku moja ikabidi bosi wake hakika mchukua mpeleke hospitali kwenda kupata vipimo. Kwenda kupima ana mimba. Kama ambavyo mnafahamu. Ama beki tatu huwa ni waoga sana kutaja nani amewapa mimba. Sasa ikabidi wamkalishe pale, wampige vitisho. Mwisho wa siku bwana akamtaja Eliki, mtoto wa Top Manyota, anaogopeka pale mtaani. Hata bosi wake mwenyewe bosi wake na Amina wote wanamuogopa baba yake na Eliki, kwa sababu nimekwambia ni Top Manyota serikalini ndani ya mkoa mmoja hapa Tanzania. Sasa nini kilitokea pale baada ya kuwa wamegundua kwamba Eliki ndo amempatia mimba Amina? Kitu ambacho bana walikifanya, waliamua kumshawishi Amina atafute mwanaume yoyote hoa hai pangu pakavu tia mchuzi, ambaye bana yeye hata wakimpa hiyo mimba mambo hayawezi yakaharibika. Kumbuka yote hayo wanayofanya ni kwa sababu tu wanaogopa wataanzaje kwenda kumfesi
Eric au baba yake na Eric Topo Manyota kumwambia kwamba mtoto wako amempa mjakazi wetu au dada wa kazi beki 3 mimba, na anataamini. Na ukizingatia kwamba katika mtaa ule watu wanaoana, watu wenye hela kwa watu wenye hela, hakuna pango pakavu ya mchuzi ambaye ameenda kujimix kwenye hiyo familia. So kitu ambacho kilifanyika ni nini? Subiri. Baada ya mpango huo kukabilika, kuna jamaa mmoja bwana anaitwa Hamisi. Mara nyingi ni mchakalikaji pale mtaani. Alafu yeye ni fundi garage, anapiga kazi kinoma. Alafu mida fulani hivi ni mtu ambaye anapenda kujichanganya na washikaji, lakini pia naye pia anapenda totos, licha kwamba hajathibitika kwamba anatoka nao ama vipi, lakini ni mtu ambaye anapenda wasichana. Sasa nini kilifanyika? Wakampropose bana kwamba yule bidada aende kujirahisisha kwa nani? Kwa Hamisi. Halafu kisha amkubalie kufanya naye tendo. Baada ya hapo atamwambia kwamba ana mimba yake, kwa sababu mimba ilikuwa bado ni ndogo, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi tu. Nini kilifanyika? Kweli Amina bana akashawishika na yale maneno ambayo ameambiwa na mabosi zake kwamba aenda kamtafute Hamisi, kwa sababu kumbuka Hamisi anafahamika. So unajua mafundi garage unakuta mara nyingi wanafahamika hasa kwa watu wenye vipato vya kununua vitu, vyombo vya moto. Kwa hiyo walikuwa wanamfahamu. Kwa hiyo bana akaenda kujirahisisha bana. Siku ya kwanza akaenda na bosi, sasa kama wameenda kutengeneza gari. Sasa bosi akawa ni kama anamchombezea Hamisi kwa nani? Kwa Amina, ili sasa Hamisi aingie kingi. Mwisho wa siku bana bosi yeye mwenyewe akafunguka akasema, "Kwa hiyo Amina, wewe hujamuona Hamisi, si umpe hata namba sasa. Umeshakuwa mkubwa." Sasa ikawa kama utani hivi, lakini mwisho wa siku bwana bosi wa Amina akachukua namba ya Amina na akampa nani? Hamisi kiutani. Alafu mwisho wa siku akaibipu namba ya nani? Ya Amina. Hapo ndipo ambapo sasa mahusiano yalianzia kati ya nani? Ya Hamisi na Amina. Bwana wakaanza bwana mawasiliano. Kumbuka mwanaume ni mwanaume tu, hata kama uko kazini mambo huwa yana change. Bana kitu pekee ambacho walikuwa hawajui Hamisi alikuwa ni usalama wa taifa. Watu ogopa. Yaani wanaweza wakaja kwako wakafanya vibarua hata vya kulima, alafu wao wana jambo lao. Kwa hiyo yule jamaa bwana Hamisi alikuwa ni usalama wa taifa, lakini hakuna aliyejua. Wala hata wazazi hawa bosi zake na Amina walikuwa hawajui. Amina mwenyewe hata walivyoanza kuingia kwenye mahusiano walikuwa hajui chochote. Basi bana baada ya wiki moja hivi wakaingia kwenye mahusiano kabisa ya mapenzi. Bwana Hamisi si akaichapa. Alikuwa hajui. Bana baada ya wiki 2 tu akapewa taarifa, "Nina mimba yako." Sasa mimi sikila kijaribu kupiga hesabu baada ya kwenda kupima na muda ambao aliambiwa kwamba ile mimba ni ya kwake, anaona hesabu zinagoma. Kumbuka Hamisi naye shule imeenda kweli. Alafu alikuwa ana certificate ya nursing, halafu ameongeza na elimu zingine kuhusiana na masuala yake. Kwa hiyo masuala ya investigation pale kwake yamelala. Jamaa akawa anajiuliza, kweli hiyo kwangu? Kama unavyojua nimeshakwambia kwamba huyu alikuwa ni usalama wa taifa. Masuala ya upelelezi kwake hilo ni jambo dogo. Akaona isiwe noma. Sasa hapa ndipo kimbembe kilipoanza. Baada ya kuambiwa kwamba ni mjamzito, Amina ni mjamzito na mimba ni ya Hamisi, jamaa hakutia shaka. Bwana yeye akataka kufanya upelelezi ajue, je, kweli ni ya kwake ama sio ya kwake. Sasa upelelezi ambao huaga unafanywa na hawa watu, kuna upelelezi wa aina mbalimbali. Kuna upelelezi wa kukupeleleza kwa kukutegatega, alafu kuna kitu kinaitwa interrogation. Wakikuinterrogate, sasa hapo ndipo utajua kwamba maharage sio mboga. Umeshanielewa? Sasa yeye alichokifanya, aliamua kufanya tu upelelezi wa kawaida. Akamuita, kampeleka out na kisha kaanza kumpeleleza. Alivyompeleleza mara ya kwanza ni kwamba Amina aliruka. Jamaa alienda pala akamuuliza, "Hivi wewe hapo umeshawahi kuwa kwenye mahusiano na watu wangapi? Niambie tu kweli, mimi ninakupenda. Nataka niangalie uwezekano kabisa kukoa nikuweke ndani, lakini kama utaniambia tu kweli." Sasa Amina hakujua kama huu ni mtego. Yeye akasema, "Mimi nimeshawahi tu 2 tu, ukiwemo na wewe." So kitu kikubwa ambacho alijichanganya, kitendo cha kusema 2 tu ukiwemo na wewe, ni kwamba psychologically Hamisi, kwa sababu alikuwa ni mtaalamu wa masuala ya upelelezi, alielewa kwamba kuna mtu alitangulia kabla yake, halafu yeye ndo akaja kapewa nini? Huo ujauzito. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo
key point ya kwake ilipoanzia. Hakutaka kumhoji sana, alihisi kwamba atakuja kugundua. Siku hiyo bana wakaagana, akasema basi hamna shida, si unajua wewe ni binti mkubwa, kwa hiyo haiwezekani kufika mpaka muda huu wewe hujawahi kufanya kitu kama hiki. Kwa hiyo Amina bana akaondoka, akajua tayari mambo yameshafanyaje, yameshatiki. Jamaa bana siku iliyofuata alikuwa kichati naye kwa namba ngeni, akamwambia niambie mpenzi. Sasa Amina kumbuka nao wawili ambao wanatumia hizo message. Amina akafikiria sasa hii mambo mpenzi afu namba ngeni ni ya nani? Sasa kumbuka kwa haraka Amina ni kwamba ametoka kijijini. Yaani hata masuala ya kufikiria kwamba ngoja niangalie kwenye M-Pesa, sijui Tigo Pesa, sijui Telimane, hayajui hayo mambo. Kwa hiyo akaamua kujibu nzuri niambie. Jamaa kasoma safi tu, njoo basi nimekumisi. Sasa kumbuka jamaa baada ya kuandika nimekumisi na walikuwa wameonana siku ya jana tu. Kitu pekee ambacho Amina alifikiria kwamba aliyemwambia nimekumisi alikuwa ni nani? Alikuwa ni Eliki, mtoto wa kigogo yule Top Manyota. Sasa akamwambiaje? Akamwambia hapana, mimi ninaogopa. Sasa Hamisi akajiuliza anaogopa? Akamtumia text nyingine. Akamwambia kwa nini unaogopa, si uje tu mara moja? Sasa Amina alipojichanganya, akasemaje kwamba chungulia nje nione kama upo kweli. Kumbuka nimeshakwambia hawa ni majirani. Sasa alipomwambia chungulia nje nione, sasa Hamisi akapata majibu kabisa kwamba kuna jirani yake na Amina ambaye anatoka naye kimapenzi. Sasa hapa ndipo upelelezi wa Hamisi ulipokuja kutimilika, akiamini kabisa kwamba yeye si anayehusika na ule ujauzito, kwa sababu tayari kuna mtu ambaye kichungulia tu anaweza kumuona nani? Amina. Akaanza sasa upelelezi huu unaitwa upelelezi wa physical. Yani anafika katika eneo, anafanya upelelezi na kuangalia katika eneo lile nani ambaye anaweza kuwa na umri wa ujana wa kuweza kuingia kwenye mahusiano na nani? Na Amina. Kwa hiyo akaanza bana upelelezi. Siku ya kwanza Mwamba akamwambia Amina kwamba anahitaji kwenda kumtembelea kwao. Kumbuka sasa Amina na bosi wake na wale bosi zake tayari wameshakubaliana kwamba mimba inatakiwa apewe nani? Hamisi. Na Hamisi sasa amejiingiza kwenye mtego wa kwenda wapi? Kwa kina Amina, ili sasa mabosi wake wafanyeje? Wamuone. Sasa wao wakafikiri wamewini kwamba sasa kisha kuja hapa hata kuwa na namna nyingine ya kuruka, kwa sababu tutakuwa na sisi tumeshamuona na yeye mwenyewe alifika wapi? Hapa nyumbani. Kwa hiyo wakamkubalia bana. Unaambiwa siku hiyo wakafanya maandalizi kama vile wanampokea mkwe. Sasa jamaa yeye lengo lake ilikuwa sio kufika kwa kina nani? Kwa kina Amina. Alitaka tu aone kwamba nyumbani anapoishi Amina ni wapi. Alafu kisha aanze kufanya upelelezi kwamba pale kuna vijana gani ambao yeye Amina anaweza katoka nao. Sasa siku bwana, jamaa akapanga kuja kuonana na nani? Na Amina. Na hapo ndipo ambapo upelelezi wake rasmi ulianza kufanyika, upelelezi ambao unahusisha mazingira husika. Je, unadhani nini kitaendelea kwenye huu mzigo? Kitu kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni kuhakikisha umesubscribe, like, comment kama umeipenda tuendelee, then mimi nitaendelea. Lakini kama sitapata comment za kutosha kwamba tuendelee, basi hapo tutakuwa tumegonga bestseller mzigo wetu. Simulizi tamu, simulizi ya kweli inayohusu mazingira ya kwetu. Sasa tunataka kujua, je, Hamisi alifanikiwa kumjua Eliki kwamba ni mhusika wa ule ujauzito, na nini kilitokea baada ya hao yote kufanyika? Je, vile vilivyokuwa vimeandaliwa kule nyumbani kwa kina Amina ilikuwaje? Hao yote utayapata sehemu ya pili, ambapo hapo ndipo tutakamilisha mzigo wetu huu. Kikubwa nataka kujua kama story umeipenda ili tuweze kuendelea. Mimi ni mtu safi aka mtu poa, msimuliaji wako wa story tamu. Bye bye na tukutane wakati mwingine.